Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, watu wa Mungu, wote mlioumwa na Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo nimekuja kuzungumza nanyi kidogo kwa habari ya mambo kadha wa kadha, hasa kwa habari ya Biblia na neno la Mungu. Natamani tujifunze kitu kidogo. Watu wengi tuna vitu hatujavielewa na vinatupa shida sana, hasa katika mifumo yetu ya imani, hasa imani ambazo zinasemwa ni za dini. Lakini ukisoma Biblia vizuri utaelewa vitu vingi tofauti tofauti, japo huwezi kuelewa vyote, ila vichache ambavyo unaweza kuvielewa utaelewa. Sasa nitaka kuona kitu kimoja. Wengi tunajiuliza maswali, kwa nini miujiza? Au miujiza ni nani anastahili kuipata? Au mtu anapataje miujiza? Na wengi huwa tunasumbuka sana na kuumiza akili, kutumia muda, gharama ili kufuata miujiza. Lakini ukweli ni huu hapa. Tutasoma katika Biblia ili tuone miujiza ipo kwa ajili ya nani. Si kila mtu anastahili kupata muujiza. Ndiyo, sio kila mtu anastahili kupata muujiza. Tamani kujua nini muujiza, lakini pia ujue haki. Kuna mtu ambaye anakuwa na haki. Sasa huyu mwenye haki ni nani na nani anastahili kupata muujiza? Kuna vitu unatakiwa uvipate kwa sababu ni haki yako, wala sio muujiza kama watu wanavyoona na kufikiri, au watu wanavyozani na kuzungumza. Maana miujiza ni kwa ajili ya watu fulani, na muujiza sio kwa ajili yako wewe unayefanyiwa muujiza au unayepata huo muujiza. Ndiyo, muujiza ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mungu apate utukufu na kudhihirika, atambulike au ajulikane. Lazima muujiza utendeke. Kwa nini? Hapo tutasoma muujiza ni kwa ajili ya nani. Muujiza ni kwa ajili ya nani? Muujiza sio kila mtu anaupata. Hebu tusome kitabu cha Luka sura ya 5 mstari ule wa 1 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 5 mstari ule wa 1. Nitasoma. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti,